hii Kasongo ni kazi ya 24/7. Lazima ukuwe na bidii kwa sababu si mchache na si mtu mzuri. So nimekuwa Nakuru for 2 days, nimefika leo asubuhi kama saa 11. Kwanza nikiwa mshirika wa PCA, our parish minister, naomba msamaha kwa kufika nimechelewa. Nimekeuka mtaratara wetu. Nilikuwa nianzie Festri, nimalizie Festri. Naomba unisamehe. Kwa sababu sisi watu ya PCA ni watu ya mtaratara. Siku ya PCA tunaanzia Vestri, tunamalizia Vestri. Lakini nimetoka Nakuru kufika nyumbani kuoga nini kupanga nikuje. Naomba msamaha wa Reverend Minister. Next time I will not do that. I'm a very, very committed member of this church and I never go against our way bila sisi tunaishi. Kwa hivyo naomba msamaha. 1. Number 2, mimi nimetembea makanisa yetu ya PCA sana katika Kenya hii. Nimwambie mmejaribu sana. Hii ni kanisa safi sana. Wewe hudira irohe. It's a beautiful church. Ni kweli mchungaji unalia mambo ni ngumu kwa kila mtu. Na ndio nimetoa 4 years of Ruto. He has done nothing. 0. Si kuharibu tu. Alisema atatuweka pesa kwa mfuko kuliko watuweke ile kidogo tulikuwa naye akafanya nini? Na unajua ukitaka kujua kama uchumi unaendelea vizuri, uliza mchungaji. Offering itakueleza vile uchumi unaendelea. Because Wakristo wanapenda kutoa kwa Mungu. Lakini kama hawana hawezi fanya nini? Ukiona offering imeenda chini, ujue uchumi umezorote. Sasa nimeona huyu waziri wa Ruto anaitwa Bandi ati expert. Anasema ati uchumi unaendelea mzuri, ati watu wanakunywa soda zaidi. Najua hii watu wanatubeba ufala. Ati watu wanakunywa soda zaidi, kwa hivyo uchumi iko sawa. So I know, Reverend, you are facing many challenges like the rest of the country. And we are having a big challenge. But mimi nataka kupatia nyinyi mwihoko. Mutigakuwe ngoro. Utirebulete kagate. Na riria gukimanite ki. Ukirie gwekate. The darkest hour is just before dawn. Our dawn is coming. 360 days from today. Tutaamuka mapema. Saa 9 ndio tutapiga filimbi ya kwanza. Filimbi ya pili saa 10 ya wale wamedanganywa na usingizi kidogo. Tuingie kwa laini. We look for new leadership ambayo itarekebisha nchi yetu irudi pahali Uhuru Kenyatta alituachia. As we speak today, there is nothing to talk about. Ndio saa ile nimetoa taarifa ya mwaka 4. Nikasema ile mambo 49 Ruto ameharibu. Kuliko kujibu mimi ni matusi. Sasa Ruto anataka kututoa kwa hiyo debate, hataki iendelee. Anajificha kupiga Uhuru Kenyatta. Ndio Wakenya wasahau tuanze kuongea mambo ya Uhuru Kenyatta. Mimi nataka nikuambie William Ruto, nikiwa hapa Gatundu nyumbani kwa Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta bado letea wewe shida zile uko nazo. Hizi shida umejiletea wewe mwenyewe. Sio Uhuru Kenyatta alikuambia uwe watoto ya Gen Z. Hakukuambia. Uhuru Kenyatta alikuachia nchi imesimama. There was rule of law. Wewe you have suspended the rule of law. Kenya imekuwa nchi ya wahuni, goons. Ndio wanavamia watu kila pahali. As we speak, Homa Bay saa hii ni kama Vietnam. Watu wanapigana huko, wanaumizana, wanauana, na Ruto mwenyewe ndiye amepanga. Amelala hapo Kisumu siku ya Alhamisi. Amepanga hiyo vita yote. Friday ametoka na ndege, ameenda kujificha Dubai, watu wauane. Ndio asiulizwe. Hata hii tumepigwa Nakuru, yeye ndiye mwenye kupanga. Sasa tumekuwa nchi rais mwenyewe ambaye alikula kiapo ya kulinda maisha ya Wakenya na mali yao. Mwenyewe ndio anapanga goons na polisi wanaangalia tu.
wanaangalia. Polisi wamenipigia hapo asubuhi. Unajua sasa polisi wamepata mtu ya kueleza maneno. Polisi karibu 95% wako nyuma ya Rigiji. Ile maneno yote Ruto anapaka wananiambia. Hapo pahali naitwa Bita. Huko Homa Bay. Naitwa Bita. Hapo Bita iko gang ya watu 7. Inaongozwa na mtu anaitwa Abdi Hussein Sebo. Polisi wakajua ndio wanapanga vita iko leo. Wakashikwa na polisi. Ruto mwenyewe akapiga simu akasema waachiliwe. Wakaambiwa muendelee. Sasa usiku wamevamia hoteli inaitwa Tourist Hotel. Wakitafuta watu ya Linda Mwananchi. Wamama walikuwa huko na watoto wamewaumiza na wamechoma hiyo hoteli. Na rais ndio mwenye kupanga. Alafu ametoroka ameenda Dubai. Hapo tumefika Nakuru Town West, amepanga na hii mjumbe anaitwa Arama na Susan Kihika. Rigiji wakija hapa wapigwe. Magari yetu imeharibiwa. Wananchi wamejitokeza wametulinda. Tumefika pahali naitwa Rongai. Ruto ameweka watu pahali naitwa Salga. Amesema Rigiji asifike Rongai, asiende kuongelesha Wakalenjin. Hatutaki achanue hii Wakalenjin, akiwachanua wataniletea shida. Hao Wakalenjin wenyewe wanaitwa Tugen. Wametukujia. Wamepigana na hiyo watu wamewafurusha. Wakalenjin wametupeleka mpaka mkutano. Wamesema hata sisi tunaumia, tuambie maneno. Nimeongelesha hiyo Watugen mpaka masikio imekuwa moto. Wamesema Rigiji tuokoe. Hata kwetu SHA haifanyi kazi. Masomo imekwama. We are Kalenjins, yes, but we are suffering. So sisi tuko na bahati mbaya. Sijui Mungu tulikukosea wapi. Ya kwamba tulichagua rais ambaye ndio anapanga vita kwa nchi yake. Polisi wanalalamika. Tunaambiwa tupige Wakenya na hatutaki. Tunaambiwa tuharibu mali ya Wakenya hatutaki. Tunaambiwa tufanye kazi na goons hatutaki. Ndio huyu Murkomen anatisha polisi. Ati nyinyi polisi mkisikika mkisema one time. Tukisikia mkiita Ruto Kasongo mtafutwa kazi. Wacha nikwambie Murkomen wewe. Utafuta kila mtu. Polisi yote ni one time. Sasa utafanya nini? They are all in one time. Na why kwa nini reverend polisi wameenda one time? Polisi wameenda one time kwa sababu moja. Huyu Ruto anatuita Wakabila. Ndio mkabila mkubwa Kenya. MaOCS wote Kenya, MaOCPD, MaDCIO, karibu 70% ameweka jamii yake. Sasa wanafinya hii polisi wengine. Na hao watu ya Ruto wa jamii yake, most of them ni walevi. Wanafanya kazi wakiwa walevi. Wamefinya jamii zingine katika polisi. Hapo Nakuru, county commander anaitwa Boit. OCS ni mtu ya jamii hiyo. Ndio polisi walitutafuta usiku wanasema tumeambiwa tuache wakora wapige jiji. Sasa polisi wanasema vile Ruto ameweka jamii yake kutukalia hapa Nairobi, out of 33 OCS 26 ni jamii ya Ruto. Ndio mkabila ile ujaona katika Jamhuri ya Kenya. Sasa polisi wanasema simtoe hii mtu akuwe one time. Ndio hata sisi tupate nafasi. Number 2, polisi wanalalamika. Walienda Kiganjo wakapewa training. Walienda Embakasi wakapewa training. Training walipewa ni ya kulinda mali na maisha ya Wakenya. Walipotoka wakakula kiapo cha utiifu. Hiyo kiapo wakaapa ya kwamba watalinda maisha na mali ya Wakenya. Sasa wanasema kinyume na kiapo, Murkomen anawaambia wapige Wakenya, waue Wakenya, wafanye kazi na goons, waweke hao gari yao wakuwe pamoja. Polisi wanasema fukuzeni hii Kasongo akuwe one time. Kwa sababu sisi hatutaki kuua Wakenya. Hatutaki kuumiza Wakenya. Ndio polisi wanasema one time. Polisi hawa wako na payslip. Kasongo ameingilia payslip ya kila mtu. Amekata pesa ya SHA, ya NSSF, ya housing levy. Polisi wanaumia pia. Wanalalamika kama Wakenya wengine. Polisi walikuwa na insurance mzuri sana. Wakipata matatizo wanaenda wanatibiwa.
imeondolewa, amepelekwa kwa SHA. SHA haifanyi kazi. So we Murkomen kama huna habari, polisi hawa unasema unaongoza wote ni one term, wanatuambia tuwasaidie tupeleke Kasongo nyumbani, na wamesema uchaguzi watasimamia, hawatakubali haribiwe. That is the challenge that we have. Lakini mimi today I'm very happy. Mimi nafurahi sana. I'm a very proud leader kwa hii jamii yetu ya Mlima Kenya. Kwa miaka miwili Ruto alitumia Wakikuyu kupiga Wakikuyu. Anachukua hii wajumbe akina Ichung'wa, huyu Moses Kuria wenu hapa, huyu Alice Ng'ang'a wa Thika, wanapewa pesa na Ruto, wanapatia Wakikuyu wapiga Wakikuyu. Ruto jioni akiangalia TV, akiangalia video, anacheka akikunywa ile maziwa yako inaitwa msiki, akiona vile Wakikuyu wanaumiza Wakikuyu. Ikafika pahali hao watoto wetu nikawauliza, please, our children, my sons, why are you taking money from Ruto to fight your own people? Mbona mnachukua pesa ya Ruto kupitia kwa wajumbe kuumiza Wakikuyu wenzenu? Ikafika pahali siku nilikuja hapa Gatundu, vijana ya hapa Gatundu wakasema hakuna Mkikuyu atapiga Mkikuyu mwingine hata akipewa pesa. Na that is what is happening. Wale vijana waliletwa Kalau na Moses Kuria wakuje waue watu Kalau. Walipewa pesa wakasima simu, pesa wakakula wakasima simu. And that is the way. Hata jana Kuria alikuwa hapa anajaribu kutafuta vijana atawakuja wafuruga hii kanisa, vijana wanasema kwenda tafuta kabila ingine. I am a very proud leader ya kwamba jamii yetu imeamua hakuna Mkikuyu atapewa pesa na Ruto aumize Mkikuyu mwenzao. Wapigieni makofi. Hata hapo Thika tunaenda, huyu Alice Ng'ang'a amezunguka Kiandutu Kiang'ombe kutafuta Wakikuyu atuwatupige, wamesema sorry, kwenda tafuta jamii nyingine. Sasa we Alice Ng'ang'a, na kuomba my sister, kama huyu Kagombe ameanza kuokoka ameona ni ujinga kuchukua pesa ya Ruto kuumiza jamii yako, si ni ujinga? Wewe Alice Ng'ang'a, please, kwa nini unachukua pesa ya Kasongo? Pesa iko na damu ya Gen Z, kupatia vijana wetu waumize Wakikuyu wenzako. Kwa nini waambii Kasongo achukue hiyo vijana apeleke jeshi awafundishe wakapigana na adui kwa mpaka? Juzi kumekuwa na passing out pale Eldoret, watu yote 60% ni jamii ya Kasongo. Hii wajumbe wanatemea na Kasongo. Wewe Kagombe alikuchukulia watu wangapi? Iko mtu alikuchukulia? Zero. Our MPs are foolish. Foolish. Kasongo anampatia nyinyi, mpatie vijana pesa wakaumiza watu yao. Jamii yake anapeleka jeshi na polisi, wanakuwa trained, wanalipwa mshahara kwenda kupigana na adui kwa mpaka. Sasa wewe Alice Ng'ang'a tunakunja Thika na kuongelesha hiyo maneno, unaenda kutafuta watu hapo atuwaumize watu wetu, because Wakikuyu wamekataa kuumiza Wakikuyu wenzao. Be wise, please, my people. Kimani Ichung'wa, please, why do you persecute your own community? Kwa nini mnachukua pesa ya Ruto kuumiza jamii yenu? Na mnaona kabisa anatuumiza na hatutaki mema. So mimi nasema, nauliza Wajaluo, saa ile Wakikuyu wamekataa kupiga Wakikuyu wenzao, sasa anapatia Wajaluo pesa waumize Wajaluo, anapatia Otieno pesa aumize Ouma. Sasa wale Wajaluo wanaua Wajaluo wenzao kwa sababu Wakikuyu wameerevuka. Tumeumia mwaka 2, ametumia Wakikuyu kupiga Wakikuyu, Wakikuyu wamekataa. Sasa pale Wajaluo wanapiga Wajaluo wenzao. Sasa wewe Ouma, mbona unachukua pesa uumize Otieno? Wewe Odhiambo, mbona uchukue pesa uumize Okechi? Na watu ya Ruto jamii yake Kibet, Cheriot wanapelekwa jeshi. How foolish are we? Yeye watu yake Cheriot, Koril,
Kibet anapeleka jeshi, wanapata mshahara, wanaenda kuangalia familia zao. Wajaluo, Wakikuyu, chukueni pesa kwenda umiza watu wenu. That's where I have a problem. Na mimi naomba andu agatudu ni ndamurira ngoro yakwa inamite nigetha hote kugitira nyumba ino itu ndikarimwo ni mundu uyu. Muhe muthigari mwega wa ruriri utangiendia nyumba yao, utangioya mbeca cia mundu ucio agaruruke nyumba yao. Niĩ ndĩmwĩre, niĩ Rigathi wa Gachagua nĩ ndĩhothete muoyo wakwa na indo ciakwa. Mũndũ ndakũnina nyũmba itũ ndĩ muoyo. Niĩ ngũgeria harĩa Ngai akũhotithia, na nĩ ngeretie, na ndĩna thigari 18. Andũ a Karaũ maranyongerera ũmwe ndĩna 19. Ndĩrahoya thigari 100 ngitĩre nyũmba ĩno itũ. Mũngĩtĩkĩra mũringwo nĩ tha cia rũrĩrĩ, gĩthurano gĩkĩroka, mũnjarĩrie mũthigari, mũmbunge ũtangĩendia nyũmba yao, ũtangĩendia mũikia wa kura, oke andeithie tũgitĩre nyũmba itũ. Nĩ mũgwĩka ũguo? Nĩ mũgwĩka ũguo? Nĩguo andũ aitũ? Na ithuĩ tũtirĩ na uru na mũndũ, no kwenda rũrĩrĩ. Unajua ni mzuri niambie nyinyi Reverend, mumelia pombe vile imeua watu wetu hapa. Kwanza ile inaitwa Chiwawa na Gathuri Ngui, inaua watu hapa kila. Kuroria TV, mwihoko wa rũciũ.